Ninatamani kujibu swali ambalo limekuwa likiulizwa sana. Nitawezaje kuwa karibu na Roho Mtakatifu? Mama, wewe umewezaje? Roho Mtakatifu anakaa kwa mtu ambaye haombi. Okay. Naomba nijibu hivi. Roho Mtakatifu, kwanza kumbuka, ni msaidizi ambaye tuliachiwa. Lakini jambo lingine, Roho Mtakatifu, ukitaka kujua unatembea na Roho Mtakatifu, kwa msomaji wa neno. Maana kwenye kusoma neno, Roho Mtakatifu huwa anakuwa mwalimu, anakufundisha, anakuelekeza, na kile unachokisoma anafungua akili zako, anafungua fahamu zako, unaelewa neno kwa ufunuo zaidi. Lakini jambo lingine, kwa mtu muombaji yote yule, Roho Mtakatifu yupo. Na nachojuaga mimi, Roho Mtakatifu haondoki na kumwacha mtu. Hata unapotenda dhambi, Roho Mtakatifu hukaa pembeni kusubiri urudi. Ukirudi kwa Bwana kwa toba na kutengeneza njia zako na kuacha, sio kutubu tu alafu unarudi na kufanya ile dhambi. Unatengeneza na kuacha kabisa ile uovu. Roho Mtakatifu anakaa ndani ya mtu, na anakuwa mwalimu mzuri, na anakuwa kiongozi mzuri kwako. Ukimwambia Roho Mtakatifu, naomba niamshe saa 9 niombe, anakuja kwa uaminifu na kuamsha. Roho Mtakatifu, leo ninatoka naenda sokoni, ninaomba nitangulie, ninaomba pamoja na mimi, ninaomba nifungue macho yangu rohoni, ninaomba nikumbushe. Kila unachomwambia Roho Mtakatifu, anatembea na wewe, anakufundisha, anakuelekeza, anakukumbusha. Roho Mtakatifu anaweza akawa zaidi ya mtu. Kwa nini nimesema anaweza akawa zaidi ya mtu? Ni mwelekezaji mzuri, akupotoshi. Kila anachokuambia ni kila ambacho Mungu amfanyeje, amekusudiwa. Sasa Biblia inasema hivi, ni heri watu walio wawili kuliko kuwa mmoja. Kama hujawahi kusoma kile kitabu cha Mhubiri 4, kusema ule mstari wa 9 mpaka wa 11, utaelewa. Lakini ni kweli tunatamani kwa watu wawili, hata watatu, kutiana joto kama Biblia inavyosema. Lakini saa hizi ni heri kuwa peke yako kuliko kuwa na watu wawili. Ni heri kuwa na Roho Mtakatifu tu kuliko kuwa watu watatu. Si kwamba watu wote ni wabaya, no. Kuna watu ni wazuri. Si kila muombaji ni mbaya, no. Kuna waombaji wazuri. Ila muombe Roho Mtakatifu akuelekeze. Ni nani wako kaa naye? Ni nani wa kushare naye vitu vyako? Ni nani wa kumshirikisha huduma yako? Ni nani wa kumshirikisha biashara yako? Ni nani wa kumshirikisha jambo la ndoa yako? Ni nani wa kumshirikisha jambo la mahusiano yako? Muulize Roho Mtakatifu, nani anaweza kuwa mshauri kwangu? Kuna wakati tamani Roho Mtakatifu kuwa mshauri wako. Lakini ukitaka kukaa na Roho Mtakatifu, mwe wawili na yeye, epuka dhambi. Ishi maisha utakatifu. Ishi maisha kumtafuta Mungu. Epuka mawazo mabaya. Epuka mawazo kwa kukatisha tamaa. Tengeneza fikra za kwako kwenye kufikiri habari za Mungu, kwenye kufikiri habari ya utendaji wa kazi wa Roho Mtakatifu. Anakuwa kiongozi. Unajua kuna watu wengi wamekwama kwenye eneo la uchumi, wengine wamekwama kwenye eneo la ndoa, wengine wamekwama kwenye eneo la huduma. Mikwamo inayotokea, unasubiria mtu awe muamuzi wa maono yako. Unasubiria mtu awe muamuzi wa kitu ulichokifikiri wewe. Sasa hujui unakutana na nani. Unaweza kukutana na mtu mwenye roho ya Kaini, unaweza kukutana na Yuda, na hujui namna kutembea na Yuda. Huna Roho Mtakatifu akwambie huyu ni Yuda, utatembea naye mpaka muda fulani. Haleluya. Huyu ana roho ya Kaini. Hivyo kwa kuna namna ambavyo tamani kuishi maisha utakatifu, kuishi maisha ya kushirikisha Roho Mtakatifu mambo yako, kumshirikisha Roho Mtakatifu kwa habari ya ndoa yako, kumshirikisha Roho Mtakatifu kwa habari ya kazi zako. Watu ni kweli ni sawa tuwe nayo, lakini ukishaona mtu kwamba ni mtu ambaye unamshirikisha mambo yako, ukasikia kwa mtu, usivumilie kwamba ameteleza. Acha.
maumivu watu wengi walio nayo, huduma nyingi zimekufa, biashara nyingi zimekufa, ndoa nyingi zimekufa, kwa sababu chanzo ni mtu mlemleta karibu. Chanzo ni mtu mlemleta karibu. Kuna watu huduma zao zimefungwa kwa sababu ya mtu tulimleta karibu, ukamwamini, ukampa sija huduma yako, ukampa na madhabahu wakati mwingine. Huyo akakuzunguka. Akawa zaidi ya Yuda. So, ninachotamani mimi ni share na wewe, tafuta ushirika na Roho Mtakatifu. Tafuta ushirika na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu mkishirikiana, akija mtu atakwambia ni mtu sahihi, atakwambia na mtu atakayetembea naye. Mimi kuna watu nimetembea nayo, wengine miezi, wengine mwaka, wengine miaka. Na kila ambacho Mungu amekusudia kuleta kwangu, au yule mtu ambaye Mungu amemkusudia aje kwangu, apokee kutoka kwangu, huwa akishapokea akiondoka, sijai kusikia kuumia. Sijai kusikia nikiumia kwamba kwa nini ameondoka. Kwa sababu nimeishi maisha kule nyuma ya kuumizwa, ya kuamini watu kuliko Mungu. Kwa hiyo nilipita kwenye hilo darasa. Roho Mtakatifu akanifundisha kuwa nimuulize kila ninachokitaka kujua kuliko kuuliza wanadamu, nimuulize Roho Mtakatifu. Kwa nilivyojua hivyo, hayo maisha akawa yamenisaidia kuishi maisha. Naweza ukaona maisha ya kipekee yako kabisa. Na watu wanaweza sikia leo, unaweza kuonekana unajisikia, unaweza kuonekana labda una kiburi, unaweza kuonekana unajamisha nini, lakini nataka nikwambie ukiwa na Mungu, hakuna kitu chako kitakwama. Hata kama itachelewa, lakini amini utapata. Usikatishwe tamaa. Inawezekana umeomba muda mrefu kupata mume, hujapata. Umeomba muda kupata mke, hujapata. Basi unaomba utaolewa lini? Na utazaa lini? Umezeeka, mimi nitakufa sijaona watoto. Mimi mwanangu sijui utafanyaje hujaolewa. Sikiliza nikwambie, usiolewe kwa sababu my mom anataka, my dad anataka. Ndoa ni maono. Na kuolewa bila maono, ndugu yangu, hiyo ni vita nyingine. Usifanye biashara kwa sababu umechoka kukaa nyumbani ukasema okay, acha tu nikafungue biashara nikashinde. Utapoteza maono yako. Kila jambo unalolifanya mwezi wa 10, Mungu akakupe mwongozo wa Roho Mtakatifu. Kila jambo unalolitenda kuanzia leo tarehe 4, Roho Mtakatifu akae pamoja na wewe. Na mimi nakutamkia ambaye unanifuatilia na ninakuombea katika jina la Yesu. Mungu akupe roho ya subira. Mungu akupe roho ya uvumilivu. Mungu akufundishe namna kumsubiri yeye pasipo kuchoka, pasipo kuzimia. Haijalishi umeomba mwaka jana, umeomba lini, mwezi wa 10 anakuja kukujibu. Zipo baraka zile ulizopoteza kuanzia Januari. Amini tu kwamba kuna namna Mungu anakurejeshea. Amini tu kuna namna Mungu anakuja kwako. Na Mungu wangu hatakuacha. Haleluya. Mtamani Roho Mtakatifu aishi ndani yako. Usitamani watu wakuzunguke. Usitamani watu wakuambie wakusifie. Ukitafuta kusifiwa na wanadamu, hao watakuangusha. Hao watakugeuka. Haleluya. Amen. Mimi ninawapenda, ninawaombea. Ujimbo wangu wa leo, tafuta ushirika na Roho Mtakatifu. Usivunjike moyo, songa mbele. Bado Mungu anakupenda, majibu yako yapo, na Mungu yupo, na Roho Mtakatifu yupo, atakaa ndani yako. Chunga tu utakatifu wako na Mungu, mtafute kwa bidii. Badilisha fikra za kwako, badilisha mtazamo wako. Kaa mtazamo wa kimungu, kaa mtazamo wa kiroho Mtakatifu. Ishi maisha matakatifu. Hayo mahusiano sugu, Roho Mtakatifu atakuambia inadumu au haidumu. Amen. Haleluya. Hayo maisha ambayo unayaishi sahihi ya kukata tamaa, inuka, unaweza. Inuka, songa mbele, unaweza. Inuka hapo kung'uta mavumbi, oga, vaa vizuri, jipake mafuta, jiambie naweza. Na Roho Mtakatifu uwe upande wangu, jiambie naweza. Barikiwa na Bwana. God bless. Hallelujah.